Makambo alichukua bakuli kubwa la plastiki, akatunga fulana zilizolowa zisizokamuliwa ndani. Akasema tuzibulutue kwa maji safi badala ya kuwaza upya. Sikuuliza kama ni desturi. Nilimsaidia kumwaga ndoo, tukakologa nguo kwenye bakuli, doa la matope likipungua bila sabuni. Baadaye aliangika fulana kwenye kita cha jikoni kilicho kando ya dirisha wazi, akaziweka karibu, si juu ya moto. Joto la dirisha, alisema, haliharibu shingo. Usiku wa manane fulana zilikuwa bado ndidifu, lakini zilikuwa zimepoa matope. Aliweka alama kwenye kalenda ya ukutani, Jumatano pasi. Ilikuwa mipango usiwe na mshangao. Hatukuzirudisha kwenye mashine wala kuzikataza kwa joto kali. Jumatano asubuhi tulizinikua kidogo, tukazibana pasi shingo zisivunjike. Baba aliporudi siku iliyofuata, kutaja matope wala mvua. Alia fulana moja kazi, bila kuganda. Mimi peke nilijua bakuli la plastiki lilivyotumika kama daraja kati ya mvua na pasi. Sehemu ya 69, si fulana kavu, ni bakuli lililobulutu matope, viti viwili karibu na dirisha na alama madogo kwenye kalenda. Hatujenga uhusiano kwa kuanza upya kila mvua inaponyesha. Tunajenga kwa zoezi lililo laini, kukologa, kupoza kwa hewa ya dirisha na kubana pasi kwa subira, ili asubuhi ianze bila kuganda shingo wala nyuzi.